Mliofika hapa pamoja na wachungaji, ndugu zangu viongozi wa Murang'a, Wakristo wa hapa Kedhumo na wanafunzi, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nimefurahi sana. Andu aito muriega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafurahi sana. Mliokuwa ona nie niliokuwa. Nemukenete. Ona nie ndemukenu. Na nimefurahi sana kufika hapa Kidhumo kwa mara nyingine. Mnajua last week nilikuwa hapa Kidhumo kwa sababu nimekuja hapa kufanya inspection ya barabara ambayo tunawajengea wananchi wa hapa. Kupitia kwa viongozi wenu mulinieleza ya kwamba hiyo barabara ya kutoka Kangare kupitia hapa Kidhumo kwenda Gasharage ilikuwa imeharibika. Tumetafuta contractor, tumeweka pesa, na sasa contractor mumeona yuko hapa anaendelea na kutengeneza hiyo barabara. Na mbali na kutengeneza hiyo barabara, wakati nilisimama hapa mulinieleza ya kwamba mnataka hiyo barabara ikuje mpaka hii township yenu hapa kwa police station, ikuje mpaka hapa kwa shule, na sehemu hii center pia iweze kupata barabara ya lami. Na nilikubali na itafanyika hivyo. Huyo contractor atakuja atengeneze hiyo barabara ikae namna hiyo. Ndugu wananchi wa Murang'a, najua baada ya mimi kuwa hapa last week, wengi waliona pengine Jumapili sitaweza kufika hapa leo. Lakini kwa maombi ya hawa maaskofu, na kwa sababu mimi pia ni mshiriki wa kanisa la AIC, na nimesikia kanisa letu la AIC hapa Kidhumo wamekuwa wakitafuta mimi sana. Leo Mungu ametujalia, siku ya leo ndio siku ya Kidhumo. Ndio inasemekana God's timing is the best. Si ndio? Wakati Mungu amepanga ndio wakati mzuri. Na ndio tumefika hapa kuungana na viongozi wa hapa, wa Kristo wa sehemu hii katika ibada ya maombi na vile vile katika ile shughuli ya ujenzi wa kanisa letu. Mimi nawashukuru sana watu wa hapa Murang'a kwa urafiki wenu, kwa ushirika wenu, na vile tunashirikiana kufanya kazi ya kuendesha taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Nawashukuru tena zaidi kwa kutuombea sisi tulio na nafasi ya kuendesha mambo ya taifa letu la Kenya. Mambo ni mengi, shughuli ni mingi, lakini pale panapopatikana maombi, hata yale magumu yanakuwa rahisi. Na kwa hivyo mimi nimefurahi. Nilikuwa hapa last week, na nilikuwa nimefika hapa last week kwa sababu ya shughuli ya mambo ya maendeleo ya Murang'a. Na kuna mambo tulikubaliana na watu wa Murang'a katika uongozi wetu na serikali tulio nayo tuyatekeleze. Mambo ya barabara vile mmesikia, nilikuwa hapa kuanzisha barabara tofauti. Nilikuwa naanzisha barabara kule Mathioya, nimeenda kuanzisha barabara hapa Kandara, barabara mrefu ya huyu chairman wangu Bwana Mwaura aliniambia ya kwamba nipange. Asante sana na viongozi wa hapa. Na nimefurahi sana, hiyo barabara karibu kilomita 48 iko hapa Kandara. Kutoka pale Kandara, Karimamwaro, hiyo sehemu yote mpaka Nyoka iende mpaka imalizike 48 kilometers. Na mimi nimefurahi kwamba hiyo barabara sasa contractor yuko, tutawatengenezea ndio muwe na barabara mzuri ya kutembelea.
Tuko na barabara zingine nyingi ambazo tumeendelea nazo, barabara za Mau Mau. We have now allocated about 2 billion shillings kwa mambo ya barabara za Mau Mau. Tulipoanzisha hiyo barabara by 2022 ilikuwa almost 20%, saa hizi imefika 60%. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba mwaka ujao hizo barabara zote tuzimalize, ndio tuendelee na mambo ya maendeleo ya taifa letu. Nilikuwa hapa vile vile wiki iliyopita kwa sababu ya mambo ya kilimo. Tuko na wakulima wengi hapa, wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa maziwa, na wote tumekubaliana vile kama serikali tutawashikilia. Kuna milk coolers 12 za watu wa hapa Murang'a, cooperatives tofauti tofauti tumezileta. Kuna zingine ziko njiani. Kuna factories yetu ya kahawa tunataka tuzitengeneze, kwa sababu muliniambia ya kwamba tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya wananchi, na ndio tumepanga mambo ya kilimo sawa sawa. Ile mbolea ilikuwa bei 6,000, tumeteremsha imekuja 2,500. Wale watu walikuwa wanatusumbua huko katikati, brokers na cartels na nini, vile mmesikia viongozi hapa wakisema, tumewafukuza, tumewaondoa. Ndio mnaona bei ya kahawa ilikuwa 50 shillings per kilo, sasa ni 120, 130, 140 ikielekea 150. Tukakubaliana ya kwamba watoto wetu wasome, na mimi nikiwa hapa Murang'a leo vile nilitangaza last week, mbeleni mwalimu mkuu yuko hapa, mbeleni walikuwa wanangojea pesa ya capitation baada ya watoto kufika shuleni, but nimebadilisha from this year, kabla watoto wetu hawajafika shuleni tunatoa pesa ya capitation, watoto wakutane na pesa shuleni. Huyu mwalimu, this great teacher can confirm, pesa ya first term tulituma kabla ya first term ianze. Pesa ya second term imefika 1 week before hao wanafunzi wakuje shuleni, and we are going to do like that. On 23rd of this month, of last month of April, tulituma pesa bilioni 23 kwa mashule yetu yote. Mimi nataka niwaeleze wale wanaongea mambo mingi. Pesa ya first term tulituma first term, pesa ya second term tumetuma second term. Ile imebaki kabla ya third term kufunguliwa, tutatuma pesa ya watoto wetu. We have made it deliberate. Haijafanyika siku ingine. Unajua siasa hii Kenya ni mingi na watu wa kuongea ni wengi, lakini watu wa kufanya kazi ni wachache. Wale wa maneno mingi ndio wanajaza maneno katika airwaves, mitandao na kule kwingine. But those ones, they don't bother us because we know what we are doing. Na kwa hivyo na wauliza wale wote stakeholders ya mashule yetu, tuweke masomo ya watoto wetu kipaumbele, na tuhakikishe ya kwamba zile pesa zote tumetoa kama serikali zinatumika kwa njia ya sawa sawa. Na mimi nataka niwashukuru Board of Management of Schools, wafanye kazi pamoja na walimu so that we can better serve the children of Kenya kwa kuhakikisha kwamba wanapata elimu ya sawa sawa. Mimi vile vile nilikuwa hapa kwa sababu tunataka saa ile Kenya inasonga mbele, Murang'a iko katikati ya hiyo mambo. Mnajua tunajenga stadium kubwa sana kule Nairobi, lakini nilisema wakati tunajenga stadium kubwa Nairobi, hapa Murang'a vile vile tumewapatia bilioni 1.8 ya kujenga 2 stadiums. Stadia ya Mumbi pale Murang'a town in Murang'a town, alafu pia stadium ya Kagoigo ambayo iko hapa Maragwa.
na hizo zote zitaendelea sambamba na zile zingine tunajenga katika taifa letu la Kenya. Vile vile watu wa hapa Murang'a, kwa sababu niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha mfumo wa matibabu, ya kwamba ile SHA ya zamani ilikuwa ni ya wale wako na kazi, wale wako na uwezo, wale wako na pesa. Lakini katiba ya Kenya inasema afya ni ya Wakenya wote, sio ya wale wako na kazi na uwezo na pesa. Afya ni haki ya Wakenya wote, na ndio tukabadilisha. Sasa tuko na SHA ambayo tunasajili wananchi wote bila ya kujali wako na kazi, hawana kazi, wako na pesa, hawana pesa. Leo hapa Murang'a tumesajili watu 427,000, 427,000 people in Murang'a County today are registered in SHA. Hapa Murang'a pesa ambayo tumetuma kama serikali kupitia SHA ni bilioni 2.2 billion shillings in the last 1 year have been sent to Murang'a kulipia mahospitali yetu na zahanati zingine. Nimeuliza huyu anayesimamia hospitali yetu hapa Kidhumo Mission, huyu mungwana ameniambia kwa hiyo pesa wamepata shilingi milioni 90, 90 million shillings imeingia kwa hiyo hospitali. Na amenieleza kwa sababu ya SHA wameongeza bed capacity from 36 to 66. Huyu mungwana ameniambia mwenyewe. Na ameniambia zamani alikuwa anahangaika kwa NHIF kupigia simu huyu, kuomba yule, kwenda pale akitafuta pesa. Siku hizi anakaa kwa ofisi yake, pesa inatoka SHA inakutana na yeye kwa ofisi. Sio kama tunaelewana? So kwa wale ambao mnasema SHA haifanyi, kuja ongea na huyu administrator wa hii hospitali, atawaambia ukweli. Ama enda kwa any hospital, they will tell you the truth. So tunataka tushirikiane namna hiyo. Na Kenya hii, nataka niwahakikishie watu wa Murang'a na Kenya, tutabadilisha Kenya hii kwa miradi na mipango ya maendeleo. Ile hatuwezi kufanya ni makelele, siasa, matusi, chuki. Hiyo haiwezi kutusaidia. Lazima tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa Murang'a, na nitakuwa hapa tena na tena na tena. Na mimi si mgeni Murang'a, ni kweli ama si kweli? Kuna makanisa mingi tumejenga pamoja na nyinyi. Kuna kazi mingi tumefanya pamoja na nyinyi. Nikiongea na nyinyi sasa, mimi na huyu Alice, waziri wangu wa mambo ya ardhi na manyumba na public works, hapa Murang'a, ile pesa ambayo tumeweka Murang'a ni 27 billion shillings kupitia kwa ofisi ya huyu mama peke yake. Mnanielewa? Hapa Murang'a tunajenga soko 25. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Murang'a, bila ya kusema maneno mingi, kuna serikali imejenga soko 20 hapa Murang'a? Tuambiane ukweli, si ndio? So hapa Murang'a tunajenga nyumba ya kwanza 5,000 ambazo zinaendelea hapa Murang'a. Hapa Murang'a tunajenga hostels ya vijana wetu. Vijana 4,500 watapata mahali pazuri pa kulala. Mimi wakati nilikuwa hapa last week, nilienda pale Kiharu Tibet kuanzisha hostels. Tuko na hostels in every technical training college, katika university yetu na katika KMTC, kwa sababu tunataka masomo ipatikane mahali kuna environment ya watoto wetu kusoma vizuri. That is how we are transforming Kenya. Na ni kwa sababu niliwaeleza
wakati nilikuja kuomba kura zenu ya kwamba tutaendesha program ya housing. Today in Kenya, housing peke yake inaajiri vijana 1640. Tumeweka bilioni 27 hapa Murang'a, na Kenya mzima tuko na miradi ya karibu bilioni 600. Ukienda hapa Makenji, si ni Kandara? Hapa Makenji mutaona ile nyumba inaendelea hapa. Ukienda across the road ambaye sasa ni Gatanga, hapo tunajenga nyumba zingine 2000. Hapa Kiharu hapo town, Murang'a town, tuko na manyumba hapo tunajenga. Na Kenya mzima, Nairobi, Kisumu, Eldoret, Nakuru, Nyeri. Mkienda Nyeri mtaona mahali inaitwa Blue Valley. Tumejenga nyumba kule ghorofa 15. Na kila sehemu ya Kenya, kwa sababu tumechelewa kupanga mambo ya kubadilisha taifa letu la Kenya. That is why we must up our game na kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni watu wale wanasemekana mnaweza kusoma barua hata kabla haijatoka ndani ya bahasha. Si nyinyi mnafuatilia maendeleo? Si mnataka tujenge barabara, tuunganishe stima, tuwe na mpango ya affordable housing, tuwe na mpango ya matibabu. That's what we want. Ama namna gani jameni? Si ndio? Kila mtu, hata Biblia inasema kila mtu atabeba mzigo yake. Nyinyi kama watu wa hapa Murang'a, si kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya? Kuna mtu anapimiwa matusi, kuna mtu anapimiwa mambo ya ukabila, kuna mtu anapimiwa mambo ya chuki. Kila mtu apimiwe na ile kazi amefanya. Kama umejenga kanisa, kama umejenga barabara, umeunganisha stima, umepanga mambo ya kilimo, umesomesha watoto wetu, umepanga mambo ya afya, hapo kila mtu ndio atafanya nini? Atapimiwa na kazi yake. Na ndio hata wale wanashindana na sisi, mimi nimewaambia hakuna haja ya ugomvi, hakuna haja ya matusi, hakuna haja ya chuki, hakuna haja ya ukabila. Nyinyi leteni scorecard yenu, mimi nitaleta scorecard yangu, hawa wananchi wataamua. Si ni kweli? Yes. Yule amejenga barabara akuja na barabara ile amejenga, mimi nitakuja na ile nimefanya. Shule waamue walete ile shule wamepanga, mimi nitakuja na yangu. That's how we are going to move the country forward. Kwa hivyo sitaki kusema sana mimi, kwa sababu bado niko na kazi nyingine kule katika shule yenu ya Njiris. Wamenialika huko, kuna maneno ambayo wanataka tupangane na wao. Lakini kwa sababu nimefika hapa na nimeona tuko na vijana wa hapa Githumo, na nimeambiwa ni watu wa kufanya bidii sana na wako na nidhamu sana, na nimeambiwa pia wanafanya homework. Nyinyi mnafanya homework kweli? Mbona mnakaa kama hamjafanya homework nyinyi? Mmefanya homework? So vile mwalimu yuko hapa na nimesikia pitia kwa ule mungwana, nasema governor number 49 amesema tuko na ICT pale. So mwalimu, tanipatia account yenu, nitawatumia milioni 10 ya hiyo ICT. Endelee nayo. Ndio. Okay. Aya, alafu nimetua kwa ndege hapa shule ya Rosho, na pia nimesema hiyo shule nitawasaidia. Kuna jengo hapo wanajaribu kumalizia, hali utanikumbusha kesho niwatumie milioni 5 waweze kumaliza hiyo shule, na
apangane na wao, si namna hiyo? Alafu naona ule Mary Washuri yuko area, ule rafiki yangu. Huyu mama ni kiongozi wa mama wa soko hapa Kangari. So mama, Tuesday ile maneno yetu niko na date na nyinyi Tuesday, nitatumana watu yangu, so panga watu yako Tuesday, si ndio? Sawa Mary? Alafu kuna mambo ingine tulikubaliana hapa, kuna maneno ya Ikumbi pale, kuna maneno ya tea factory, hiyo tushapangana, alafu tutasonga mbele kwa pamoja. Mwisho, mumesema ya kwamba katika hii mission hospital yetu mungependa tupate ambulance. Nitaenda nitafute ambulance niwatumie ambulance, ndio bas. Alafu mimi ni mwana AIC na nimeona mumefanya bidii kabisa, mmejenga kanisa. Shida moja tu, mumejenga miaka 9. Iko problem kidogo hapo. Mimi naona mkiendelea vile mnaendelea, mimi naona Yesu atarudi kabla mambo Yesu anaweza kutupata njiani kabla ya hii kanisa kumalizika. Na kwa sababu mlikuwa mmepanga harambee, na mimi najua kuna watu wamekuja hapa na harambee, pesa ya kujenga hiyo kanisa. So nafikiri tufanye hiyo kazi ndio tukubaliane vile tutajenga. Tunaanza namna gani? So watu wa hapa Gitumo tumekubaliana neguo kana tiguo, nadhura iguithania, tumekubaliana.